Lakini nashangaa sana mara nyingine hawa viongozi wetu wa Kiafrika wanafikiria aje. Nafikiri kuna kitu kinasumbua Ruto akili. Na kile kinachomsumbua Ruto akili, dhana ambayo yuko katika akili yake, anafikiria kwamba bado tutabaki vile vile. Dhana hiyo hiyo ambayo iko katika akili ya William Ruto ni kuwa katika zama zilizopita watu walikuwa hawana elimu, hawana akili ya kufikiria sana. I am sorry, si kwamba hawakuwa na akili ya kufikiria sana, lakini akili waliokuwa nayo ni ya maendeleo ya mambo mengine, lakini hawakuwa wanagundua kwamba wanaweza kutumia akili hiyo kujiendeleza nayo. Kwa hiyo Ruto kile kinachomsumbua akili yake ni kwamba anahisi kwamba bado tutabakia vile tulivyokuwa. Asijue kuwa nchi inabadilika, akili zinabadilika, kwa sababu Mungu alipomuumba mwanadamu alimpa akili, na akili huwa inaendelea kukomaa kila siku. Ndio sababu utagundua jambo ulilolifanya mwaka uliopita huenda saa hii huwezi kulifanya vile ulivyolifanya. Labda mwaka uliopita ulilifanya kwa uwezo wa capacity yako, lakini kwa saa hii unapolirundia waweza kulifanya zaidi ya vile ulivyolifanya mwaka jana. William Ruto nafikiri amelewa na mamlaka, kwa sababu mamlaka hayafai kuwa namna hiyo. Hapana, lazima tuwe na utu. Huwezi kutuambia wewe ni mcha Mungu ilhali unataka kukandamiza haki za wanadamu. Ni vizuri ujue kwamba unaongoza watu walio na akili. Zama ambazo zilikuwa ni za kuongoza mangunia ya mahindi yashapitwa na wakati. Hapo zamani watu walikuwa kibebwa tu, wanabebwa tu hivyo, na walikuwa hawajui kama wanaweza kufanya jambo lolote. Tushukuruni Mungu sana kwa sababu ametuondoa mahali na ametupeleka sehemu nyingine. Hizi bills ambazo Ruto ameweza kusaini za kufungia vijana kujiajiri katika kazi za mitandao, nahisi kwamba hajafikiria vyema, kwa sababu kama angefikiria vyema angekuja kugundua matatizo yanayomsumbua mwananchi wa kawaida. Hivi leo hatungekuwa na haja na hizo bills zake, kwa sababu tungekuwa na maisha yetu yako sawa. Lakini hafanyi vyema, wanaharibu nchi na wataki kukosolewa kwamba hiki kitu wanafanya si kizuri. Wanataka waambiwe ni kizuri, au wakifanya hicho kibaya na wasipate mtu wa kuambia hiki ni kibaya. Ni vizuri tubadilike. Ni vizuri tubadilike, na mahali alipo ajue hata kama tuko mashambani. Ukiangalia hatuko town hapa, tuko mashambani, lakini tuna akili. Akili tuko nayo. Akili tuko nayo. Huwezi kujiita wewe mcha Mungu ili unakandamiza watu haki zao. Hapa tuko mashambani, lakini tuna akili na Mungu ametujalia hivyo. Lazima mabadiliko tukubali. Endapo hili litakost, basi tutarudi barabarani kupigania haki zetu. Sio makosa kuandamana, sio makosa kukosoana, maana hata Mungu mwenyewe aliweka manabii enzi hizo za mwanzo ili kukosoa viongozi, na viongozi waliokosolewa hawakukubali. Wengine wao walikasirika, hata wengine waliua. Na manabii enzi hiyo walikuwa ndio opposition. Kwa hivyo kiongozi yoyote anaye kuwa kiongozi wa taifa, Mungu alikuwa anainua kiongozi mwingine, nabii wa kumkosoa ama wa kuwaelekeza. Na endapo atakataa mashauri ya kiongozi nabii, basi walikuwa wanagonga mwamba na kurudi. Ruto hataki kukubali hilo, hakubali.